Assalamu alaikum, welcome back my dear friends. And kama ni mpya kwa channel yangu na kuomba ulike, usubscribe, comment, ushare kwa wenzako ili upate kufaidika. Karibuni nyote. Leo recipe yetu ya leo ni kupika nyama ya kuku. Hapa niko na nyama ya miguu 3. Hapo nimeweka black pepper kidogo. Nimenyunyizia black pepper kidogo na ipakaza vizuri sana. Hapa niko na lemon zest, ile maganda ya ndimu na dania kidogo. Kisha nitaongezea na coriander powder. Na nyingine hapa niko na chili powder, ni pilipili. Kama utaki unaweza acha, na lemon juice, ile juice ya limau. Na niko na hapa na garlic, kitunguu saumu. Na nitaongezea na tamarind sauce, sauce ya ukwaju, na turmeric kidogo. Na kisha nitaongezea mixed spices. Unaweza tumia mixed spices ambao uko nazo nyumbani, na mafuta kidogo. Kisha nita blend. Kisha baada ya kublend, wapenzi wangu, naongezea kwa ile nyama ya kuku. Nitaimarinate vizuri. Nitachanganya vizuri ile spices, mixed spices yetu. Nitahakikisha nimemarinate vizuri, nimeingiza mpaka ndani. Nimehakikisha nimeingiza mpaka ndani. Unaona nimekatakata hiyo kuku vipande. Nataka hiyo spices ingie ndani vizuri, ili baadaye ukipika vizuri utasikia utamu fulani. Kisha baada hapo nikaongeza chumvi kidogo. Mix tena vizuri. Guys, hakikisha umeosha mikono vizuri. Mimi hapo nimeosha mikono na sabuni. Mikono yangu ni misafi. Kisha baada hapo nitaifunika kwa muda wa dakika 15 hivi. Wapenzi wangu, baada dakika 15 nimeweka pan juu ya moto. Nikaipaka mafuta. Nikatumia hiyo brush kuipaka mafuta kila kona. Wapenzi wangu, nageuza imeanza kwa golden brown. Na kisha nimegeuza ile nyama ive vizuri. Kisha baada hapo nitaitoa, nitaweka kwenye rack. Hata nimeshawasha oven, nimepeleka juu na chini 150. Nitaikausha kwa oven kwa muda wa dakika 5 hivi ili ikauke vizuri. Oven yangu nimeiasha, ndio hiyo nimeiweka ndani. Baada ya dakika 5 hivi nikaitoa. Imekuwa golden brown na imekauka kidogo. Nilikuwa nataka iwe crunchy kidogo. Wapenzi wangu, ndio hiyo kuku yetu ilivyotokezea maridadi, golden brown na umekauka vizuri. Kisha baada hapo, wapenzi wangu, kwenye sufuria nimeweka mafuta kidogo, nikaweka cumin seeds, jira kidogo, nitaikaranga vizuri. Baada ya kuikaranga nitaongezea hapo bay leaves kama 3 hivi. Kisha baada hapo nikaongezea kitunguu ambayo nimekatakata kidogo. Kitunguu ilikuwa 1.5, na ikaranga na ichanganya vizuri. Kisha baada hapo nikaongezea spices. Hapa nikatumia coriander powder, black pepper, cumin powder na kidogo jumbo. Nitaichanganya vizuri. Kisha baada hapo nitaongezea carrot ambayo nimeikatakata kidogo na dania. Nitaikaranga tena vizuri kwa mara ya pili. Kisha baada hapo, wapenzi wangu, nikaweka mchele. Nimetumia vikombe 2. Mchele ambayo nimetumia ni basmati. Unaweza tumia ile mchele ambayo unaipenda, ambayo iko jikoni kwako. Nimetumia basmati rice na ikaranga vizuri. Kisha baada ya kuchanganya, nitaongezea maji. Hii maji ni moto, nimechemsha.
na nimeongezea maji hapo kama vikombe 3 hivi, na mchele ilikuwa kikombe 2. So naichanganya vizuri tena wapenzi wangu, naifunika hiyo maji ishe. Kisha baada ya maji kuisha, nikaurudia sufuria yangu, nikaanza kugeuza ile mchele. Imebaki kidogo, nitaifunika tena mara ya pili. Hapa nimependa kuongezea coriander leaves, dania. Kama huna naye sio lazima. Nitaifunika na hii aluminium foil kwa muda wa dakika 3 hivi. Mchele uive vizuri. Kisha baada hapo mchele wetu umeiva vizuri, nimeutoa kwenye jiko na ipakua. Wapenzi wangu, nawashukuru sana kwa subscribers zenu na likes na comments. Nawashukuru sana popote pale mlipo, Mola wabariki. Nashukuru sana sana tena sana. Muendelee kusubscribe na muendelee kulike na muendelee kucomment na kushare kwa wenzenu. Nitakuwa nimefurahia sana. Mchele wetu ndio uliva vizuri, nyama ya kuku na ndio iliva vizuri, crunchy na ilikuwa tamu sana. Hapo unaweza kulia na ndizi, ndimu, pilipili kama unapenda. Mimi nimependa kula na ndimu, na hiyo pilipili nimeitengenezea kando. So ndio hiyo guys, nimewafaidisha siku ya leo. Naomba usisahau kucomment na kusubscribe na kushare. And nawatakia kila la kheri popote pale mlipo. Nawapenda sana. Msichoke kulike na msichoke kusubscribe tafadhali sana. Naomba mnifikishie at least 1000 subscribers hadi wakati mwingine. Nawatakia kila la kheri. Kwaherini.